Okay, mtazamaji na mfuatiliaji wa BMK Burudani na Mastori Kitani, tumesafiri moja kwa moja leo mpaka kwa mdogo wake Ibra wa Konde Gang. Tuje tupate mawili matatu kuhusu kaka yake. Manake tumeona waraka mrefu sana mtandaoni kwamba haruhusiwi kufanya interview wala kuzungumzia chochote kinachohusiana na Konde Music Worldwide. Bwana, inakuwaje? Sawa kwema. Kwema kama kawaida? Tunamshukuru Mungu. Mbona kinyonge sana? Au stress za kaka zinakunyima raha? Hamna, kawaida maisha. Aisee, tumeona waraka mkubwa sana au mvutano unaendelea kati ya Ibra na uongozi wake. Tunazungumzia hapo Harmonize. Vipi, limekaje upande wa familia? Kwanza wewe ndugu yangu karibu, nikamwone kupigia simu uje tuliongelee hili swala, kwa sababu najua swala la kumzuia kwanza mdogo wangu Harmonize anakosea sana. Kumzuia kakaangu tuseme, kwa sababu ule hatujaachana hivi sana. Kumzuia kakaangu anakosea sana. Unajua Harmonize nilitegemea angekuwa na busara sana juu ya hili swala. Yaani tegemea atakuwa na yeye Harmonize alitakiwa awe mtu wa kwanza kumsaidia Ibra. Nimeona kafanya dharau moja kubwa sana. Ndio maana ndogo kama mind. Leo mida ya mchana kama sikosei, kama sio leo jana, mida ya mchana, Harmonize amesema eti naye anamchangia Janja kwamba amemchangia kamuuguzie mama, mpunguzie pale. Okay, deni, okay. Deni kachangia 100,000 katika bilioni 1. Umeelewa? Blaza, mimi sikufiche. Kuna kitu kimoja ambacho Watanzania wengi wakijui. Unajua Ibra kamtoa Harmonize? Sijakuelewa hapo. Ndio nasema kuna kitu ambacho Watanzania wakijui. Harmonize akati siku tuko nyumbani na Ngwanda huko. Ilikuwa hivi. Najua Ibra ndio alikuwa best performer katika upande wa mkoa wetu wa Mtwara. Ibra ndio alikuwa msanii tuseme mkubwa, yani kama unavyosikia kama kwa Dar es Salaam hapa mumpate msanii mmoja ambaye ana hiti hapa tu, hasa kwa vijijini huko kuna wasanii tofauti kama ulivyosikia B2K alikuwa msanii fulani na hiti maeneo fulani, lakini akija Dar es Salaam afahamiki. Umeona? Kulikuwa kuna kila mkoa unakuwa na wasanii wake maarufu. Ibra alikuwa ndo top. Washashindana na Harmonize amfikia hata kidogo Ibra. Nakwambia, yani kwa mtu anayetoka Mtwara ananielewa ninachokiongea hapa. Umeelewa? Naongea kwa maumivu makali blaza. Achana na hilo. Yani ukiachana na hilo swala la Harmonize kuja mjini kupambana 90% alikuwa anawasiliana na Ibra. Kweli uko mjini anapambana, lakini alikuwa anawasiliana na Ibra. Alimchukulia Harmonize kama kaka yake, kama ndugu. Yani sio kama kaka, kama ndugu kabisa, ule ndugu ulioshibana. Yani akutegemea anaingia kwenye lebo kama anaenda kusainiwa tu, yani bila lolote, aitegemea anaingia kwa ndugu yake. Ndio kikubwa Ibra alichokuwa anategemea. Sasa picha moja ambayo nimeipata mbaya, nimejifunza kitu kimoja katika maisha: usimwamini mtu. Usimwamini mtu. Harmonize ndo mtu wa kwanza aliyekuwa analia yeye anatoka WCB anaambiwa alipe milioni 600. Milioni ngapi? 600. Lakini leo kaka yako wanamzia yake, ndugu yake. Yaani acha Harmonize nani Diamond kamaokota. Diamond alikuwa kika 600 blaza, hajakosea. Alimuokota Harmonize. Harmonize ana mbele ana nyuma. Ibra Mtwara ndo alikuwa superstar. Nyimbo nyingi za Harmonize unazosikia na zimba Harmonize kaandika Ibra. Hii mpya hii. Ndio nakwambia, nyimbo nyingi unazosikia naimba Harmonize kaandika Ibra. Harmonize anabisha aje? Au watu wa Mtwara wengi watakuwa wananielewa. Kuna baadhi ya nyimbo kama wewe kweli umekulia Mtwara, unamjua Ibra vizuri, utazisikia nyimbo za Harmonize nyingi anazozimba zina melody za Ibra za zamani. Ibra alishaandika nyimbo nyingi sana. Mtwara pale kwa maarufu. Ibra kashachukua tuzo kuongoza Mtwara mzima. Hamna msanii anayemkalisha Ibra. Umeelewa blaza? Hamna mtu anayemfikia. Harmonize kitu kimoja kinachomponza. Unajua usichangae sana na mapenzi. Okay. Umeelewa? Usichangae sana na mapenzi. Yaani Harmonize bado mshamba wa mapenzi au mshamba wa maisha? Mshamba tu wa kimaisha. Yaani wewe unampata leo mwanamke anakuchanganya, unajua tukatae kuna biashara, alafu kuna kitu kinaitwa familia. Yaani inawezekana kisa babako leo kasaini kwenye nani yako, unatoa binadamu kabisa. Unasema tu kwenye kazi, tunyoke kwenye kazi. Wewe ulikuwa wapi Harmonize? Ulikuwa wapi wewe?
Harmonize, Ibra amekusaidia vitu vingi sana. Harmonize alikuwa hana pakula, hana pakulala. Umeelewa? Harmonize kwa udini. Ibra anamlipia la studio. Harmonize yuko Mtwara. Harmonize sio nyimbo zake kama ndo kaanza nao Yola ndo nyimbo yake ya kwanza, na ngoma zake nyingi karekodi nyuma. Wewe ukisikizishwa hapa blaza unakimbia. Ibra anamlipia. Yaani Harmonize kumtoa Ibra Mtwara kumleta huko, wewe ukatoka hapa, yaani kumtoa Ibra Mtwara kumleta huko, anaelewa situation nyingi walizopitia. Hasla nyingi walizopitia pamoja. Ibra amekubali, tuseme kusaini mkataba, sikatai. Inaweza kama mkataba ulikuwa unamwambia bilioni 1 kutoka. Lakini kwenye mkataba alivyotegemea atavipata hajavipata. Ibra akategemea wao atanitreat kama ndugu. Umeelewa? Mimi nilimwambia sana blaza. Nikamwambia kwa mwenendo wa rafiki yako, kwa sababu mimi niko namshukuru kama rafiki yake. Sio bosi wake. Yaani niko namuona kama rafiki yake. Nikamwambia kwa mwenendo wa rafiki yako hawezi mkatoboa. Kweli atukatae, ametoka sehemu fulani, naona bado anapambana. Unajua alikuwa anashauriwa sana watu wake. Kuna watu walikuwa wanamsaidia sana Harmonize. Alipotaka kile mwanamke chake, nikamwambia bwana, ukimwangalia huyu mimi sioni kama kuna malengo. Umeona? Ibra ukikaa naye blaza nsikufiche. Wanomjua Ibra anaweza kuongea. Yaani sio msanii unayemwona yeye kama ana. Yaani unamuona kwenye kioo, atukatae unaweza kumuona kwenye kioo kama Ibra ana maisha mazuri, ana nini. Lakini sikufiche. Blaza ana maisha magumu sana. Yaani hata wewe ulikopo mtaani una maisha mazuri. Tumeona unavyosema hivyo unaweza tukaamini, kwa sababu tumeona hadi anafikia stage mama mzazi anaumwa, anapitisha bakuli la mchango amsaidie. Yaani nakwambia blaza, hilo kubwa. Yaani hilo kubwa sana. Ibra yani si nikwambieje. Kuna situation moja ameshapitia, nikisema nielezea hapa na kama namzalilisha. Umeelewa? Kwa sababu mimi ananipigia simu, mimi ambaye sina chochote. Yaani mimi nataka nitegemee yeye, namuona anavimba na watu fulani, kuna wasanii fulani huko na vitu fulani. Nategemea yani mimi ndo mtu wa kwanza kumnyanyulia simu nani yeye. Bwana blaza kuna moja mbili tatu, lakini ndo anapigia simu mimi. Hela anaokuomba unashangaa. Yaani mwenyewe unaona kama ananitania. Is this joking or is this real? Yaani anakupigia simu mwenyewe unashangaa. Blaza ananipigia simu unaomba hela hii kweli? Anaweza kukupigia simu anakuomba hadi la umeme. Alafu unajua ushangaa leo kwa Harmonize, afu leo huyo mtu ambaye unamuishisha katika maisha hayo unamlipisha 1 billion. Uko serious kwa maisha? Labda naye analipiza kwa sababu alitoka Wasafi kwa hivyo. Sasa hapo ndo kinapokuja sasa. Swali linapokuja hapo. Mimi kwa maisha yangu nilitegemea Harmonize angekuwa na roho ya huruma. Hii situation ilipitia tena Harmonize kapitia, Diamond kamjenga, Harmonize ana hela. Umeelewa? Diamond alikuwa anamsifia katika wasanii wangu wenye hela Harmonize. Siko nakumbuka. Akasema katika wasanii wangu wenye hela yaani Harmonize ana hela. Hata Diamond kwa kumlipisha hela, Diamond atukatai, tunaweza kumuona ana roho ngumu. Lakini ana roho nyingine anamuona bwana udogo ana hela. Na Harmonize alikuwa mbaili. Sio anasema sio aliuza vijumba vyake, sio afanya nini. Harmonize alikuwa mbaili. Sio kama aliuza nyumba zake. Sio umeelewa? Harmonize hela alikuwa nayo kweli. Na ukiacha kwake yeye alikuwa na mwanamke wake yule nje. Huyo nani Sara? Alikuwa na hela. Yaani hela alikuwa anaweza kutoa ndani ila Harmonize mbaili. Okay. Ubaili wake kaja kumletea mpaka dogo. Dogo sasa pitia maisha magumu vibaya mno. Okay. Maisha 1 billion. Okay, tumeona mtandaoni mapapalazi wameposti huko, uongozi wa Konde Gang wameposti waraka mrefu sana, tuseme ni barua ya wanasema taarifa kwa umma wameposti kwamba Ibra asizungumzie lolote chochote kinachohusiana na management. Akifanya hivyo tu hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Mmeiona hiyo barua? Niongee leo. Yaani hicho ndo kinachofanya mimi niongee leo. Yaani mimi lazima niwachane Konde Gang. Yaani Konde Gang lazima niwachane. Hivi hebu nisikilize. Mkataba wako na mimi kuongea vinahusiana nini? Anaona kama labda uamuzi, unaona labda mke wako atukatai, unamlisha, unamfanyia kila kitu. Yaani kana hata kulala na hala kwako. Umemkosea leo asiseme kisa umemuoa. Useme bwana mke wangu nimemuoa, hausiwi kuongea na mtu yote. Lakini sasa inawezekana wameamua wafanye hivyo kwa sababu Ibra kaenda mbali sana, kwamba Harmonize inafika stage anaenda kuombwa pango la kujihifadhi dogo, anaenda kuambiwa ingia chumbani. Lakini Ibra anasema alikataa, mara amefanywa zaidi ya mara moja. Sasa unajua kuna vitu vingine kifamilia, sisi kama kifamilia kuna vitu vingine vitu kama hivyo naomba tuviweke pembeni. Umeelewa? Kwa sababu kuna mengi ameshana DC Ibra kuhusu Harmonize anataka kumfanyia. Mengi sana. Nikisema leo mimi nifunguke yote hapa, kuna mtu atakuja kutumchukia Harmonize mazima. Umeelewa? Kuna mtu leo atamwona Harmonize kama mnyama. Tuachane na hayo. Yaani hiyo kuitana switch, kuna mengi makubwa sana Harmonize anayomtendea Ibra. Okay. Labda tunaweza tukasema
penzi la Harmonize na Kajala ndio chanzo cha yote, kwa sababu mara ya kwanza alikuwepo Kajala, wakaondoka wasanii wote, na saizi amerudi tena Kajala kwenye maisha ya Harmonize. Ibra leo anaondoka, tunaweza tukamhusisha Kajala na hili jambo la Ibra kutokea? Yani, na kama umenoti hili swala limeanza kuzuka siku ya Harmonize amekutana, ametambulisha rasmi Bona Kajala. Umenoti hicho kitu? Yani siku ile Harmonize anaitambulisha rasmi, anarudiana na Kajala rasmi. Anajitambulisha rasmi, anarudiana na Kajala. Mambo yakawa ndo alipozinduzi ya mambo, alipoanzisha Ibra mambo. Umeelewa? Yani kuna muda unaona kabisa moto huu hapa. Tena sasa unakuwa hadharani. Hivyo imagine Harmonize leo anamnulia Kajala gari ngapi? Tena za kifahari. Fahari. Kafanya kitu gani Kajala kwa Harmonize? Jamaa anasema inawezekana Kajala ndio chanzo, kwa sababu hata Angela aliondoka. Yani mimi nipo kazini kwako na kuingizia hela, sijapata kisamani ya kiasi hicho. Anakuja mwanamke hivi, brother, kweli mwanamke kweli ana thamani kuliko mtu unayefanya naye kazi ambaye mnaingiza wote mshiko. Unajua nisikufiche, Harmonize Ibra akiondoka pale, Harmonize kwenye muziki anaweza akafa. Kwa nini anaweza akafa? Yaani nakwambia, ndio maana hata kiasi kikubwa hicho. Sasa nikutobolee siri nyingine. Umeangalia Diamond leo kaposti kitu gani? Unaona Diamond kaposti post yake, lakini kaweka nyimbo ya copy na kupaste ile ya Ibra. Copy na paste. Sasa watu wengine wanaweza kumaanisha vingine. Sakata liko hivi. Mimi natoboa asili leo. Mimi sina kolomeo. Yaani ndio asema tu katika friji yetu aligandishi, mimi aligandishi. Dogo aliongea na Blaza Simba. Blaza Simba. Aliongea na Simba. Umeelewa? Akaongea na Simba. Simba akamuelekeza. Unajua kuna muda fulani unaona mtu ana talent fulani. Kuna watu kwenye wasanii hao, kuna watu wana talent ila sema lipo sio sahihi. Unaelewa? Nataka nikuelezee swala kwanza la Kajala lilokuja. Akamuelekeza, akamwambia bwana Blaza kuna 1 2 3. Unaona? Mimi katika muziki wangu napambana sehemu 1 2 3. Pale Konde Gang kuna masharti fulani hivi. Ukitaka ukue. Masharti fulani bwana, utatoa nyimbo fulani. Yaani uweze kumzidi boss. Fanya usimzidi boss. Lakini kwa shamfuatia Diamond, unaweza kukuta muda fulani wasanii mpaka wanakuwa wakubwa kama wanajiona wako level sawa. Huyu Harmonize leo hii katoka WCB kwa sababu kajiona kama niko level sawa na boss hivi. Yaani Diamond ndo anachokifeli kimoja. Diamond anafeli, ana roho mbaya sana. Diamond hata kama angekuwa na roho mbaya, kama hata Harmonize angepata kidogo roho mbaya, hata kidogo ya Harmonize, wasanii wasingekuwa maarufu wote. Wewe unapomsikia leo, ukija kumsikia nani Mbosso, unaona kidogo kulevo sawa na Diamond. Yaani japokuwa Diamond yuko juu, lakini kibongo bongo hapa hamna msanii anamfikia Mbosso. Hamna msanii anamfikia Zuchu. Yaani wasanii wale wote wa WCB Diamond anawakuza, wanakuwa top, yaani wanashindana wenyewe kwa wenyewe. Huyu Harmonize mwenyewe anajilazimisha kuwa pale level. Harmonize amfikia hata Divoice. Kwa hiyo tuamini kwamba Harmonize alikurupuka kufungua lebo. Naweza ngasema hivyo, alikurupuka. Sababu leo uweze kumtoa Ibra kwa bilioni 1 wakati Angela umemtoa bure. Country Wiz alikuwa pale katoka kwa shilingi ngapi? Country Boy alikuwa pale katoka kwa shilingi ngapi? Alikuwa pale Kili na Chidi wametoka kwa shilingi ngapi? Au yes ndo kavunja mikataba amewalipa shilingi ngapi? Ukivunja mkataba Konde Gang unatakiwa ulipe milioni 10. Ulipo milioni 10? Yeah, kila yani akivunja bosi mkataba wakina Kili itakiwa alipo milioni 10 na nafikiri walishalipo na kaachwa mitandao ya kijamii yote wanayo wao. Sijafuatilia kwa dogo hilo swala la kuvunja mkataba. Hilo nabidi nilifuatilie vizuri. Kama inawezekana kuna kitu tukifanya na dogo. Okay, basi sisi tukushukuru sana. Nashukuru sana, lakini naomba niwaambie bwana Konde Gang wamwangalie mdogo wangu Blaza kwa namna moja au nyingine. Sababu nje na muziki kuna maisha mengine. Yaani leo ukisema utakaa naye mpaka lini? Umemuoa yule. Hata kama yani shuta, yani mradi tu mwanza kuasifanikiwe. Mwachie, wewe unaamini hawezi kwenye tasnia yako. Mwachie akakue sehemu nyingine. Hapo sikufiche. Kwenye maisha kama umezifuatia chats za nini tweets za Harmonize. Ana tweets pale ndo utajua tofauti wa boss na urafiki. Wale ni marafiki. Umeelewa? Yaani kuna tofauti wa boss na rafiki, wale marafiki. Lakini Harmonize anapolipeka ile swala anataka aonekane kama yuko mkubwa sana. Harmonize msanii wa kawaida. Nani sikufiche. Harmonize ufomaga na kudondoka. Shukrani sana. Asante sana.